wanadamu wanakudharau. Ayayayaya, wache. Ayayayaya. Anaitwa Fidelis Mwakifumbwa, ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ujumbe huu utaupata vizuri zaidi pale mwisho wa kipindi. Mimi naitwa Ben Mitimingi. Karibu sana kwenye Grace Under Fire, neema ambayo wakati mwingine kunakuwa na moto. Tunazungumza kwa habari ya historia ya maisha kwa watumishi wa Mungu, yapi ambao wamewahi kuyapitia, lakini Mungu amewainua kwa namna gani, na hapa walipo wanafanya nini na wanaleta hamasa gani kwako wewe ambaye unawatazama. Usilazimishe wakuelewe leo, mwachie Mungu atawaelewesha kesho. Usilazimishe wakuelewe leo, mwachie Mungu atawaelewesha kesho. Nimefurahi kukutana na wewe leo. Nami pia. Usilazimishe wakuelewe, audio imetoka muda mrefu, sio? Ndio. Alafu video umeachia hivi karibuni. Ndio. Lakini kabla hatujazungumza habari za wimbo wenyewe, usilazimishe wakuelewe. Huu wimbo unaonekana umebeba beba jambo fulani hivi moyoni. Sahi. Lakini natamani kujua kwanza, mambo gani ambayo watu huwa wanadhani wanajua kuhusu wewe, lakini ukweli haupo hivyo kabisa? Ni kweli kuna wakati mtu akinitazama, kuna watu wengi nimeonana nao, kiniangalia kwa haraka hivi wanajua ujamaa mtu mmoja hivi kama vile katili hivi. Mtu mmoja kama anajionaona hivi, lakini kiuhalisia sio hivyo. Na watu wengi baada ya kukaa nao kwa muda kidogo wakasema kweli vile ambavyo tulizani kwamba upo, haiko hivyo. Kwa hiyo kuna watu wanatazama kwa haraka hivi wanaweza kujua kwamba ujamaa labda anaonekana kama anajiona sana, analinga, majivuno, lakini sio hivyo. Huwa una kipindi ambacho pengine walikuwa wanakufikiri kwa namna tofauti, ulikuwa unajaribu kujieleza kwamba mbona mimi siko hivyo? Umewahi kujieleza? Kuna wakati nilifikiri kujieleza na nilijaribu, lakini nilipoona najieleza sieleweki, nikaamua kuacha, kwamba kila mtu atazame vile anavyotazama na apate tafsiri ile anayoitaka yeye, alafu baadaye atachagua kwamba je, upande niliochagua ni sahihi au nilikuwa nimekosea. Kwa hiyo niliamua kuacha kuwalazimisha watu wanione kwamba ni sio vile wanavyonitazama, ila niliwacha wenyewe waweze kujipatia majibu kulingana na namna tunavyoendelea kuishi. Sasa unafikiri usingekuwa mtumishi wa Mungu kwa maana ya kufanya huduma ya Injili, ungekuwa unafanya kazi gani? Nisingekuwa mtumishi, nafikiri ningekuwa mahali ambapo kulingana na historia ya namna ambavyo hata watu wengine walikuwa wanasema wakinitazama, nafikiri ningekuwa kwenye hali mbaya sana. Maana tangu zamani tulipokuwa tunakuwa, kulingana na vile ambavyo nilikuwa naonekana kama mtu mwenye nguvu hivi, mtu jasiri hivi. Sasa wakinitazama, watu wengine waliwahi kusema kwamba huyu atakuwa mbeba magunia huyu, huyu atakuwa kama sio mpiga debe huyu, wa pale stendi msukuma mikokoteni. Na mbaya zaidi ni kwamba maneno haya yalikuwa yatoki mbali sana, yalikuwa yanatoka ndani. Mzee anazungumza na wewe, baba mzazi anazungumza na wewe, unasikia kwamba kulingana na namna ninavyomuona, lakini pia alikuwa anaangalia hata maisha yake yeye, jinsi alivyopita, kwa alifikiri kwamba huenda na huyu anaweza kapita umomo ambamo mimi nilikuwa napita, lakini akaona kwamba kama mimi niko zaidi,
ya vile ambavyo yeye alikuwa anapita. Kwa hiyo nikikumbuka na nikiangalia sawasawa na swali lako, huenda ningekuwa kwenye maisha fulani hivi ambayo yasingekuwa na utukufu. Okay. Yes. Sawa, umegusa habari ya maisha hapo. Huu wimbo ambao umeuachia unaakisi kiasi gani au umechochewa kwa kiasi gani na maisha uliopitia? Naweza kusema ni kwa 100%. Kwa sababu huu wimbo unaakisi kwa 100% kwa sababu kutoka kwake, kupata kwake idea ya huu wimbo ni kulingana na changamoto za kutokueleweka katika kile ninachokifanya. Kwa hiyo ndio maana nasema unaakisi kwa 100%. Hii ilikuwa ni sauti iliyotoka ndani yangu kunitia moyo pale ambapo nilihisi kwamba sasa ni kama sieleweki, bora niache tu. Lakini nikasikia sauti ndani yangu ikisema, niliyekuita ni mimi, usilazimishe watu wakuelewe, wewe fanya kile nilichokupa, kuna wakati utafika watakuelewa. Sawa, hebu turudishe nyuma kidogo. Yes. Nyumbani wakikuangalia ni jamaa fulani mwenye manguvu, huyu atakuwa kuli, huyu tabeba mizigo, huyu atakuwa hivi, huyu. Maisha yalikuwaje mpaka kufika kuingia kwenye utumishi? Kabla ya utumishi maisha huko yalikuwaje? Makuzi yako, kusoma kwako, maisha yako ya mtaani, maisha yako ya nyumbani, mpaka umeingia kwenye utumishi. Maisha yalikuwa sio rahisi, yalikuwa sio rahisi, amekutana na changamoto nyingi sana. Maisha yetu, mimi nimekulia vijijini. Okay, mkoa gani? Mkoa wa Mbeya. Kijiji gani? Kijiji kinaitwa Busisia, kata ya Kisiba Masoko. Nimezaliwa kule na baada ya kuzaliwa kule nimekulia kule na ndio nikatoka kuja kutafuta maisha mahali pengine, lakini maisha yetu kiujumla yalikuwa ni ya mkanda wanasema, ni maisha fulani hivi magumu. Ukisema mkanda magumu, unaweza kutupa mfano wa mambo gani ambayo haya yalikuwa naashiria kwamba tupo kweli kimkanda? Kwa maana ya kwamba ili upate vitu lazima kwa sababu pale nyumbani sisi tulikuwa wakulima wa miwa enzi hizo, nikiwa nasoma ni mdogo. Sasa ili muweze kufanya, hata unataka nguo lazima kakate miwa, kauze, ndio uone namna ya kupata nguo za kuvaa. Okay. Kwa hiyo hata kipindi kile ambacho sisi tumesoma, kipindi tunalipa ada ya shule. Sasa hata ulipaji wa ada wa shule nako kulingana na mazingira yalikuwa ni ya chini sana. Sasa lazima ujiongeze ni namna gani ambavyo unaweza ukasurvive hata shule ili mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo ni maisha ambayo yalikuwa sio mepesi. Na ilipofika wakati ambapo baada ya kuona sasa nahitaji kusogea mbele, nimekaa kijijini, nimesoma, nimemaliza shule ya msingi, nikaona sasa hapa kulingana na maisha yetu hapa siwezi kuendelea kukaa huko kijijini. Sasa ukiwa na umri gani hapo unafanya maamuzi yale? Nakumbuka nafanya maamuzi yao nilikuwa nakimbilia kwenye miaka 17 hivi. Miaka 17. Ulimaliza shule ya msingi ukiwa na umri gani? Nimaliza shule ya msingi nikiwa na miaka 16. 16. Jana? Yeah. Nikiwa na miaka 16. Sasa baada ya kukaa pale nyumbani, na nyumbani ilikuwa kama jeshini. Nyumbani kama jeshini, mzee nani kidogo tu mna viboko vinatembea. Haijalishi umeshakuwa kijana, haijalishi ukoje, lakini kidogo ya fimbo zilikuwa zinatembea. Sasa kulingana na vile ambavyo nilivyokuwa nikijiona niko vizuri na nguvu za kutosha,
siku moja nikatafakari kwamba nikiendelea kukaa hapa nyumbani nitakuja kumkosea heshima mzee. Nitakuja kumkosea heshima mzee. Sasa bora nitafute ni namna gani nitatoka hapa kijijini, kutoka kijijini kwenda Mbeya mjini. Na kutoka kijijini ilikuwa kazi nyepesi sana, ilikuwa kazi ngumu, pamoja na kwamba kulikuwa na hiyo misuguano ya fimbo za hapa na pale na mzee, lakini mzee hakutaka kuniachia kabisa nitoke kijijini. Ulianza kwa kumshirikisha kwanza? Nilianza kwa kumshirikisha kwa sababu pamoja na yote, lakini niliamini kwamba iko baraka ya mzazi. Kwa hiyo sikuweza kuamua maamuzi ya kwangu binafsi pasipo kumshirikisha mzazi. Nakumbuka siku moja mara ya kwanza nilimfuata, wakati hapo tumepanga mipango na jamaa yangu twende Morogoro Kilombero kukata miwa. Sasa nikaenda nikamshirikisha, mzee alikataa. Akasema hapana. Umepata dili, mzee hataki? Mzee hataki, akasema hapana, huwezi kuondoka hapa. Nikasema sawa, kwa sababu mzee amesema. Nikamshirikisha yule jamaa ambaye tulitaka kuondoka wote. Akasema bana, nimezungumza na mzee, lakini mzee ameonekana kutokubaliana na hili jambo. Mzee alikuwa anatoa sababu gani akikataa wewe kutoka? Mzee sababu yake haikuwa wazi sana, lakini nafikiri mimi ni ile kwamba mzee wetu ili tuweze kuendesha mambo wakati mwingine, ili mzee aweze kupata hela, ilikuwa ni lazima tuende tukauze miwa sokoni. Sasa kuuza miwa sokoni, mtu ambaye alionekana kuwa smart wakati wote nilikuwa mimi. Akiita tu wewe fulani njoo, vipi nguo ziko sawa? Ngambia mzee ziko sawa, kata miwa twende sokoni. Tunaenda sokoni, tunauza, tunarudi. Kwa hiyo kukuachia wewe ilikuwa ni sawasawa na kuuza mchezaji kiungo. Yes, muhimu kwenye timu kwamba mambo yataendaje. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Aligoma mara ya kwanza, mara ya pili nikamwendea tena. Sasa kwa sababu imani yangu iliendelea kuamini kwamba kwa mzee bado baraka zipo. Pamoja na kwamba kuna mambo ambayo hayajakaa sawa, lakini bado nafasi ya mzazi kwangu bado ipo. Nikamwendea mara ya pili. Nakumbuka nilimkuta mahali kama vile yuko, alikuwa mtoni. Kweli kwetu mito iko mtoni. Kaambia mzee, nataka kuondoka. Sasa aliongea maneno magumu sana kwa wakati ule. Akasema sisi wakati tunaondoka kwa wazazi wetu walikuwa wanatutemea mate kwamba mwanangu nenda ukafanikiwe. Lakini nyinyi mnataka kukurupuka tu ondoka. Kasema kama unataka uende ukarudi maiti, nenda. Lile neno lilikuwa gumu sana kwangu, na kwa sababu najua wazee wetu jinsi walivyo, sikuchukua hatua ya kuondoka. Nikaacha. Tukaendelea na maisha. Ikaja awamu ya tatu. Wazo langu liko pale pale, nataka kuondoka. Mwaka wangapi unafanya majaribio? Ilikuwa ni ndani ya miaka miwili. Na majaribio haya yalitegemeana na nafasi inayopatikana ya kuondoka na mtu kijijini. Yaani akija mtu ambaye anatoka mjini, ambaye nafahamiana naye, au kuna mtu anaondoka naenda Morogoro, kwa sababu kipindi hicho Kilombero kule Mtibwa kata miwa ndo kulikuwa kumeshamiri, vijana kutoka kijijini ndo wanakimbilia kule. Kwa hiyo ilikuwa inategemeana na mtu ambaye tunaweza tukaondoka wote, ambaye nielewa kwamba hapa tunaweza kuondoka wote. Sasa ilipofika mara ya tatu nilimwendea, nikamwambia mzee, naomba uniruhusu niondoke. Alisema nimechoka, kama unataka kwenda nenda. Kusema ukweli, kama unataka kwenda nenda, nimechoka kwangu ilikuwa ni kwamba ni kama amenipa baraka. Nikarudi nikaondoka pale baada ya kuniambia hivyo, na nilikuwa nimepata mjomba wangu mmoja alikuwa ametoka Mbeya mjini, sasa amekuja kijijini. Ndio ananiambia bana tuondoke. Kwa sababu kabla ya hapo kwenye miaka ya 90
na 3 hivi niliwahi kuishi Mbeya mjini kama mwaka mmoja, afu nikarudi kijijini. Kwa hiyo baada ya kuja yule jamaa akaniambia hivyo, ndo nikamwambia mzee kwamba mzee nataka kuondoka, na mzee ndo akaniambia kama unataka kwenda nenda. Sasa shughuli nakuja, unaondokaje kijijini na ulionayo? Hapo ndipo ambapo shughuli ikawa pagumu tena. Sasa nakumbuka huyo jamaa akaniambia, kwa hiyo mzee amesemaje? Nasema bwana tunaenda. Lakini kwa sababu tulikuwa na kakaangu hapa ambao tumefuatana, nikamwambia ila chonde usije ukamwambia blaza hapa kwamba tunaondoka, anaweza karibu huyo. Kwa hiyo tulia, usimwambie. Basi kafikiria, nikawa wakati maisha yanaendelea, nikawa nimepata kiatu. Nilikuwa na kiatu kimoja hivi, na hicho kiatu nilikipata kwa kubadilishana mtu mzee mmoja hivi na nyasi. Mimi nikaenda kung'oa nyasi za kujengea. Nyasi zile za kuwezekea, za kuwezekea. Wewe anakupa kiatu, unampa nyasi. Yes. Nilipompa akanipa kiatu. Sasa wakati ninavaa kile kiatu, alikuwepo jamaa mmoja alikipenda kile kiatu. Akaniambia bwana niuzie hiki kiatu. Sasa kipindi hicho nilikuwa sina shida na hela. Nikamwambia hapana, siwezi kukuuzia. Sasa hela yenyewe nakumbuka ilikuwa ni kama sio 1,000. Kama sio 1,000 naweza kaa kama 1,500 hizo. Sasa baada ya kujua sasa kwamba natakiwa kuondoka na sina hela, kinachoweza kuniokoa ni nini? Ni kiatu changu. Nimtafute yule jamaa. Kimfaacho mtu chake. Nikamtafuta yule jamaa, nikampelekea kile kiatu. Nafikiri alinipa hela, sijui sikumbuki vizuri, kati ya 1,000 hivi. Sasa kutoka nyumbani kwenda stendi sio mbali sana, lakini tukapiga mahesabu ya hela tulionayo itatufikisha mpaka Mbeya mjini. Sasa tukajipanga usiku ule. Asubuhi, kwa sababu sisi vijijini kwa umri huo niliokuwa nao, tulikuwa tuna nyumba za kwetu zile. Tuka tayari shajenga nyumba cha kwetu, nakaa huko. Mzee alikuwa akubali kabisa ukae kwenye nyumba yake. Kaambia ukikaa. Kwa ulijenga nyumba yako binafsi ukiwa na umri gani? Kwenye miaka 17 hiyo. Miaka 17 hiyo. Inakuwa ni nyumba iliyotengenezwa kwa nini na nini? Kuna mianzi. Ile mianzi unaijenga, alafu unaweka papi pembeni, sawa? Unakandika na udongo, sawa? Aidha unachukua ile mianzi unaichana. Kichana ile mianzi unapasua pembeni, unaiacha inakuwa kama mkeka fulani hivi. Alafu unatengeneza mle ubavuni mwa mianzi, unailaza mle, unaipanga, sawa? Inakuwa tayari imezibwa mle kama ukuta hivi. Alafu juu ndo mnaezeka nyasi. Kwa hiyo tayari niko na nyumba hiyo, una kachumba na sebule na wewe hapo. Sawa, tayari ushakuwa kijana. Miaka 16. Miaka 16 hiyo nakumbuka. Basi baada ya hapo tukaondoka sasa na jamaa saa 12 asubuhi, saa 11 asubuhi tukaondoka. Tulitembea umbali wa kutosha sana. Kwa wale wanaofahamu, ukitoka Masoko unaitafuta sehemu moja panaitwa Ushirika, kwenda kutafuta gari la kwenda Mbeya mjini, kwa sababu ya salio dogo. Ukisema ukianzia Masoko kwenda mpaka kule haitatosha. Kwa hiyo tulitembea ndani ya masaa, nafikiri ni masaa 4 hivi, tukapanda gari. Basi ndo kama mwanzo wa kufika Mbeya mjini. Ukaenda kuishi kwa mjomba? Nikaenda kuishi sasa, sio kwa mjomba, ilikuwa ni kwa bibi. Nikakaa kwa bibi pale kwa muda, nikakaa pale, maisha yakaendelea. Tukatoka pale, nikaendelea na maisha. Nikatoka pale sasa baada ya kuishi kwenye miaka 2000 nafikiri na 2005, 2004. Ulikuwa unafanya nini wakati unaishi hapo kwa bibi na huku mjini tayari? Wakati tuko hapo kwa bibi sasa, kwa sababu ndo tunaanza kuseti mipango, tukaanza kuuza mitumba. Mtaji ulipata wapi? Mtaji tulipata kwa kufanya, tulikuwa kunaitwa kule Isanga Mbeya,
Mbeya Isanga. Tulikuwa tunalima bustani ya mchicha. Sawa, bustani ya mchicha. Kwa tukafanya hivyo, nikapata mtaji. Nilipopata mtaji, bahati nzuri sikufanya kwa muda mrefu sana kipindi hicho. Nikapata nafasi ya kukutana na brada zangu mtoto wa baba mdogo. Nikahamia sehemu moja panaitwa Airport. Sasa Airport ile kakangu akawa anauza viatu vya mtumba. Nikaanza kuuza naye viatu. Mambo yakaenda, hatukuelewana vizuri na brada. Tukaachana. Hapo una umri gani? Miaka 18 hiyo. Miaka 18, 20 hivi naenda. 18 hivi naenda. Basi baada ya kuachana na brada nilikuwa nacheza mchezo mmoja hivi nzizo 200 unaweka. Sasa ile 200 wakati tunacheza hiyo mchezo nikawa tayari nimepata chumba cha kupanga. Mchezo wa kupeana au? Ule wa kwa kijumbe unaweka 200 akitoka huyu ataingia huyu. Basi baada ya kuachana na brada nimeenda sasa, nimepanga nakaa kwangu na sina biashara ya kusimama kwamba nitafanya kwangu sasa ili maisha yaweze kuendelea. Basi nikaenda kumwomba yule mama ambaye alikuwa anachangisha anipe ili nianze kijumbe ili anipe nianze mtaji. Nakumbuka alinipa shilingi 5,500. Ndio ulikuwa mtaji wangu wa kuanzia maisha nikiwa Airport. Hapo Mbeya. Nikaenda kununua mikufu na hereni nakumbuka. Na vipete fulani. Vinakuaga 12 kwenye kinani fulani. Kile kikaratasi kimoja vimechomekwa hivi. Yes. Ndio. Nikanunua vile, alafu nikawa na vipete, nikawa na vivaa hapa. Huko na viuza na viereni, alafu natembeza mtaani. Nategemea hapo nipate kula na nipate kulipa kodi. Nakumbuka kodi ya kwanza kulipa ilikuwa shilingi 1,000. Pale Isengo. Shilingi 1,000 nilikuwa nalipa kwa mwezi. Nayo ilikuwa ngumu sana kulipa. Ilikuwa sio rahisi. Unamkumbuka mwenye nyumba yako? Alikuwa anaitwa Mama Ndiru marehemu. Mama Ndiru. Mama Ndiru, okay. Isengo hiyo. Yule mama alinisamea kodi wakati fulani baada ya maisha kuwa magumu. 1,000 hiyo. Kwa hiyo utatueleza ilikuwaje mpaka akakusamea? Kwa hiyo maisha yakaendelea na nikakaa hapo, nafikiri kwenye 2000 na kama sikosei 2005 nikatoka Mbeya nikaenda Kahama, Shinyanga. Sawa. Hapo Mbeya kwanza, sekeseke la maisha magumu mpaka unasamehewa kodi ilikuwaje? Kwa sababu kwanza fikiri kwamba naendesha mtaji wa shilingi 5,200 na 500. Na 500, okay. Sawa. Na kwenye 5,500 unauza vile mikufu sawa 500, 1,000, sawa, vile vipete 1,000, 1,500. Fikiri kwamba unahitaji kula hapo, unahitaji kulipa kodi, unahitaji kuvaa. Kwenye mtaji wa shilingi ngapi? 5,500. Lakini pia ukumbuke, sisahau kwenye 5,500 nisachi sikuweka yote kwenye mtaji. Nilienda kununua godoro. Godoro nunua shilingi ngapi? La kulalia lile. Na godoro nililonunua nakumbuka ilikuwa ni yale magodoro ya sufu. Ambayo wanayashona, wanaweka maranda ndani. Wanatia maranda ndani, alafu ndo linashona kienyeji tu, linashona. Nafikiri kama nilikuwa nauza shilingi ngapi sikumbuki vizuri. Ndio nikalileta. Kwa hiyo kwenye 5,000 ilipungua baada ya kununua hilo godoro. Sawa. Basi kabla ya hapo ulikuwa unalala kwenye nini? Sasa kabla ya hapo silikuwa nalala kwa blaza. Sawa sawa. Kabla ya hapo nalala kwa blaza. Sasa umetoka kwa blaza huwezi kuchukua vya blaza. Basi maisha yakawa hivyo, na sasa kumbuka kwamba ndio hivyo, unatembea na mtaji ambao haufiki kwenye 5,000. Ndio unataka kula, unataka kufanya nini?
Kwa hiyo hali halisi ya maisha ilikuwa ngumu. Unapata hela ya kula tu. Na tulikuwa maarufu tunakula kwa bibi mmoja, alikuwa ni muuzaji mzuri wa mandazi. Alikuwa anaitwa Bibi Filipo. Sawa. Ulikaa kwa muda gani hapo kabla ya kushindwa kodi na kuondoka? Kiukweli sikuondoka kwa maana ya kwamba nilishindwa kodi. Niliondoka kwa maana ya kubadilisha mazingira. Nilikaa muda wa kutosha, nafikiri kama miaka 2 hivi mahali pale. Kodi ulikuwa unadaiwa shilingi ngapi? Kodi nilikuwa nalipa 1000 kwa mwezi. Sasa ilifika mpaka miezi 4 nafikiri sijalipa kodi. Yule mama akaambia, bwana, mimi nimekusamehe tu, tuanzie hapa tunapoendelea. Okay. Basi maisha yakaendelea. Sawa. Tueleze sasa kuelekea Kahama. Ilikuwaje ukatoka hapo kwenda Kahama? Kuelekea Kahama ilikuwa ni wazo la kutafuta ni namna gani ninaweza nikabadili upepo wa maisha ninayoenda nao. Kwa sababu wakati nafanya zile biashara pale, ni kweli mtaji uliongezeka, lakini jambo moja lilinisumbua sana. Jambo gani? Ni hili. Nilipokuwa nafanya ile biashara, nikikutana na watu wazima wanaofanya biashara kama nazofanya mimi, nilikuwa naambiwa moyoni, hivi na wewe utafanya hii biashara mpaka kwa umri huu? Kuna kitu kinazungumza na wewe ndani. Kuna kitu kinazungumza ndani. Hivi na wewe utakuwa kama huyu? Sasa kadri nilivyozidi kuenda naambiwa hivyo, akili kaanza kufikiri zaidi kwamba nahitaji kubadilisha mazingira. Kama sio mazingira ya kwamba nipate kazi nyingine, basi hata kutoka maeneo haya. Sasa kubadilisha kazi, changamoto mtaji. Unapata wapi? Ikawa ni ngumu. Sasa kipindi hicho kukawa na, baada ya kufikiri nibadilishe mazingira, nibadilishe kazi, lakini nashindikana kulingana na mtaji hakuna. Ila ndani yangu mnapiga kelele, haya maisha haupaswi kwenda nayo. Hamna mahali utaenda. Sasa kuna baba zangu alikuwa anaishi Kahama mpaka sasa. Kawa ametembelea nyumbani Mbeya. Na kwa bahati nzuri kipindi hicho nilikuwa nimezichanga wakati hicho kipindi ile zinatoka zile simu zilikuwa naitwa simu gani zile kubwa Philips. Philips inakuwa na kidole hivi. Yes, ilikuwa hivi. Philips zinatoka, mama mmoja alikuwaga na hiyo Philips. Sasa ikaanza kumsumbua. Akasema nikuuzie. Nikainunua. Sasa kuinunua kumbe na ni connect na blaza ambaye yuko njiani anakuja. Alipokuja alisikia na mimi na simu, tukapeana nini? Namba. Aliporudi mimi nikampigia simu, akamwambia bwana njoo. Kwa umeanza kumiliki simu mwaka gani hiyo? Hiyo nakumbuka ilikuwa kwenye 2004 2005. Okay. Sawa. Philips. Na kipindi hicho wakati tuko pale Mwanjerwa tunazunguka hiyo, tulikuwa tunauza mifuko ya simu. Wakati natoka enzi hizo yani. Mifuko ya simu ile ndo na wewe una simu lako umelining'iniza, unalitumbukiza hivi. Alafu unayazipu au kuna yakubana. Kwa hiyo maisha yaenda hivyo. Kwa hiyo baada ya kuwasiliana na brother nikatoka, nikaona hapa sasa ndio mahali pa kubadilisha upepo. Nikatoka Mbeya mjini nikaenda Kahama.